Simba ingekuwa haijafika kwenye mabadiliko, hii Simba ungeiona kama Yanga, kwa sababu Yanga mpaka sasa ni klabu ambayo inaendeshwa haijulikani mwenyewe nani na lini atakabidhiwa. Klabu kama hiyo una uwezo kuicontrol. Ili neno sijui nirudie ili watu wasije wakaona nimesema tofauti. Yanga ni klabu ambayo hajulikani mpaka sasa mwenyewe nani. Umenielewa vizuri? Na bado huyo mwenyewe hatujui atakabidhiwa lini. Yanga wako kwenye mabadiliko ya katiba. Ndio. Naomba nikumbushe kitu kimoja, uone tofauti wa Simba na Yanga. Kuna siku huyu mdhamini mnamuita GSM aliwahi kuulizwa na wazee wa Yanga kuna haki gani ya kumleta injinia kuwa rais wa klabu. Akasema mkimuondoa injinia na mimi nafanyaje? Ulisikia tena ameulizwa? Simba mmebadili katiba na inasema, umenielewa sijui? Kwa hiyo katika uongozi hatuwezi kuwa sawa. Injinia ni mfanyakazi wa Ghalib. Ghalib ni mdhamini wa Yanga ambaye anaiongoza Yanga kwa kulipa mishahara na kusajili. Haya, upande wa Simba inakuwaje? Murtaza Mangungu amechaguliwa na wanachama, Mohamed Dewji upande wake kamweka magoli. Hata kwa mfano wakiwa hawaelewani unapata klabu gani? Kwa hiyo kwa Yanga sina majibu, ni klabu ambayo hata katiba haina maskini. Mimi wanafanishaga na Black Six. Mimi nakaa Buguruni. Buguruni kuna timu inaitwa Black Six iko kwenye mbao. Na Yanga kwa sasa zinafanana. Lakini kwa mantiki ya kujituma, ili niwe wazi, wachezaji wa Yanga wanajituma kwa sababu wanaimbishwa nyimbo moja na mtu mmoja. Sasa tofauti ya Simba na Yanga katika kuimbishwa nyimbo, wewe umetuhoji watu wa Simba, kakae peke yako karudie klipu. Sefu kasemaje na fulani kasemaje na nani. Utaona hata tunachozungumza hatukijui. Nimeeleweka sijui? Mnapishana mnaukakasi. Hata tunachozungumza, yani kuna mtu leo kaamka mtaki Mangungu tu kwa sababu Simba imefungwa jana. Kuna mtu anasema Matola hafai tu kwa sababu tumefungwa jana. Lakini sababu za msingi pia kutoa kwa nini Matola hafiti hazipo. Huo ndo Simba tulipofikia, na Simba tumegawishwa na watu kwa maslahi binafsi. Kwa upande wako Sefu